Kijana mdogo aligundua kuwa familia tajiri ilikuwa ikichagua na kumchukua mtoto wa kiume wa kulea. Alifikiri kwamba ikiwa angechaguliwa, angeweza kumudu gharama za upasuaji kwa ajili ya mama yake aliyekuwa mgonjwa sana. Kwa hiyo alijipenyeza kwenye mstari wa wagombea wakati tukio hilo lilipokuwa la machafuko. Lakini yule tajiri alikataa kumchukua mtoto yeyote, na yote haya yalisukumwa na mama yake. Mwanamke mzee alimpa kijana huyo chaguo mbili, aidha kuoa mwanamke wa ngazi ya juu au kumchukua mtoto. Tajiri huyo alikataa chaguzi zote mbili na kuondoka moja kwa moja. Mwanamke mzee alikasirika sana kiasi kwamba karibu azimie. Wakati huo yule kijana mdogo alikimbia na kumsaidia. Baada ya mwanamke mzee kutulia, aligundua kijana huyo alifanana kabisa na mwanae alipokuwa mdogo. Kwa kuogopa kuwa mwanamke mzee angemlaumu, mkurugenzi wa kituo cha watoto yatima alijiandaa kumchukua mtoto huyo. Lakini kijana mdogo alipiga magoti ghafla na kusema hakuwa amejipenyeza kwa makusudi. Alisema alikuja kumtafuta baba yake. Mwanamke mzee kisha akauliza baba yake ni nani? Kijana mdogo alisema baba yake alikuwa ndani ya nyumba hiyo, kisha akataja jiji walilokutania wazazi wake. Mwanamke mzee aliganda. Alikumbuka mwanae alikuwa ametumia mwaka mmoja katika jiji hilo miaka 7 iliyopita. Alipogundua kijana huyo alikuwa na umri wa miaka 6, alishtuka sana na kushuku